Mimi ndo nilokusaidia. Ndo alonisaidia. Mwili wa msichana anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 19 mpaka 20 umekutwa unaelea katika dimbwi la maji. Tayari askari wa polisi wako mahali hapa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa awali kabisa, kufahamu ikiwa kifo hichi ni cha kawaida au kuna kosa la jinai ndani yake. Kutokana na uchunguzi wa awali kabisa ambao afande ameufanya kuhusiana na mwili huu, inaonyesha kifo chake ni cha kawaida au kuna kosa la jinai ndani yake. Kwanza hili ni kosa la jinai. Ni dhahiri kwamba alikuwa ameshauawa, wamekuja kumtupa kwenye hili bonde. Kama jeshi la polisi unatoa rai gani kwa mtu ambaye amehusika na tukio hili? Kwanza nitoe rai kwa wananchi wawe wana imani na jeshi la polisi. Na wewe uliyehusika na hili tukio nitakupata. Mimi ndo nilomtupa, sikuwa peke yangu. Wait, ilikuwa hivi. Baada ya kupata ujumbe tuonane, mimi nilienda kuna naye halisi mjui. Alinitumia location, nikaa nimefika, nikaingia ndani moja kwa moja. Nimefika, watu ni wengi, siwezi kumjua na sije kumuona, kwa nikapiga. Nasikia simu inaita nyuma yangu, kugeuka ni rafiki yangu Milikani. Akaniambia, "Njoo tukae." Njoo mwanangu. Nilishangaa, sikujua na sikuamini kama ambaye nilikuwa nikiwasiliana naye muda wote ni rafiki yangu. Akawa anaendelea kuniambia njoo ukae. Basi nikasogea, nikafika, nikakaa. Nikawa nimemuuliza, "Hii ndo namba yako?" Hakunijibu, akasmile, akaangalia simu, akanambia, "Mimi ndo nilokusaidia." Ndo alonisaidia. Akaangaza, akanambia, "Na mwili wa Amina upo kwangu." Aliniambia kuwa siku nazika aliniona mimi pamoja na alioniona alimuona, kwa hiyo aliona hii ni hatari kwangu, akasubiria snitch akaondoka. Mimi pia akanisubiri niondoke. Nilivyoondoka akaenda akafukua, kwa kujua kuwa huo mwili ukiendelea kuwa hapo mimi nitakuwa kwenye shida, kwa sababu aliona nimeonekana na mtu. Akawa ameuchukua akaupeleka moja kwa moja ulipo. Nikamwambia, "Asante sana kwa kunisaidia, sijui bila yeye ningekuwa wapi." "Nataka niendelee kukusaidia, lakini surprise yako." "Surprise gani?" "Ni ya kuona. Unaonaje tukienda kuiona?" Tukawa tumenyanyuka kwenda niende nikaione hiyo surprise. Basi tukawa tumesafiri, tumefika. Akawa ameniziba macho. "Surprise! Tada!" "Surprise ni mtu? Huyu jamaa ameteka mtu, snitch. Au hii ni kesi. Mwenzaje kumleta ndani?" Nikamwambia, "Hii ni kesi ndugu yangu." Akaniambia, "Huyu ukiendelea kumwacha hapo uraiani atakuletea matatizo. Huyu ni wa kumaliza." Mimi sio muuaji, siwezi kufanya hivyo. Huyu jamaa ni psycho." "Wewe una roho ndogo sana. Hii namaliza mwenyewe. Sogea huko mbele." Akaokota lungu, jamaa amekuwa mkali ghafla, ikabidi nisogee mbele. Yaani nikasogea mbele. Nikasogea mbele. Akapiga lungu la kichwa, nikashtuka. Atakuwa amemuua. Nikageuka kuangalia, sikuamini alichokifanya. Nilipata kichefuchefu ghafla, tumbo lilivuruga, nikatapika. Watu wana roho mbaya. Nikageuka, akanipa kitambaa. Akaniambia, "Mwili wa Amina upo humu." Surprise juu ya surprise. Nikawa nimesogea kuangalia, ni kweli mwili wa Amina umo humu. Nilishangaa sana. Afu yuko uchi, alimvulisha. Nitamuuliza baadaye. Nikamwangalia, akaniambia, "Huu mwili inabidi tuuteketeze kabisa. Inabidi tuupeleke bwana mzungu. Kuna mamba wakali, hakibaki kitu." Nikainama. Mwaka huu dunia imenishangaza sana. Akaenda kumfungulia yule jamaa snitch. Muda anamfungulia, nikawa nimekumbuka kitu kuhusu gari langu. Nikawa nimemsemesha, nikamwambia, "Mili, buti ya gari yangu ndogo hizo wakatosha wote wawili." Akawa amefikiria kwa muda, akaniambia, "Tuanze na huu mwili. Tuupeleke huu, alafu tutaurudia huu." Tukawa tumeubeba mwili, tukauweka kwenye buti la gari, tukaondoka. Ile tupo njiani, mara tukaanza kusikia tukipigiwa honi. Nikageuka kuangalia kwenye set mirror, sikuona vizuri. Gari ikaja mbele ikatupiga loki.
kuiangalia ni ile gari ya askari alosema atanifuatilia sana. Mungu wangu, hii kesi tuliogopa sana, hasa mimi, ila jamaa hakuogopa kama mimi. Basi polisi akawa amesogea kutufuata. Yaani natamani nikimbie, ila jamaa kaniambia tulia, akainama akatuuliza, mbona uko speed sana? Tunafuata mgonjwa tumpeleke hospitali. Nimemuuliza dereva. Ni kweli kama alivyosema, tunafuata mgonjwa hospitali, ndio maana tunatembea speed. Sasa usalama kwanza, maana mnaweza kupata ajali kwa spidi mlionayo. Tumejichanganya maelezo, ila hajaelewa. Akaanza kuitembelea gari yetu, akaanza kuzunguka kwenda nyuma. Niliogopa sana, nikamwangalia. Akaenda mpaka kwenye buti akaiangalia, ila akarudi. Tukajikausha. Okay, sawa. Akametuacha bwana. Akapanda gari lake akawa ameondoka. Mungu mkubwa, tukaanza kuondoka. Tukawa tumeondoka, tukawa tumefika bwawani. Ni bwawa kubwa ambalo linasemekana pia lina mamba. Tukawa tumeurusha mwili kwenye hilo bwawa, tukahakikisha unazama, tukaangaliana, tukapeana moyo. Tukaondoka. Tupo kwenye gari tunarudi kuchukua mwili uliobaki. Tunapiga story, na mwambia hamna kitu ambacho natamani kama kusahau hivi vitu vilivyotokea. Kaka, hiki ni kitu kidogo. Usisnitch wewe. Abishikanya gonga. Amwezaje kutoka mule ndani? Twende tukaangalie kwanza. Tuko tumetoka ndani ya gari, siamini macho yangu, maki yule alipigwa rungu, niliona kabisa amepoteza maisha. Basi tukatoka moja kwa moja mpaka pale tupo mgonga kuangalia, hatukuamini macho yetu.